na wale wefu akamwana wamo bana ndio. So wacha nianze kwa kusema asanteni sana. Si mara yangu ya kwanza kuja hapa. Niliwahi kutembea hapa tukafanya siasa ya 2022 na kina Moreu na nimerudi tena. Na safari hii tumerudi kwa njia nyingine. Unajua ukipotea barabara, baadaye uonyeshwa barabara, hautarudia hiyo kosa. Na wacha nimshukuru mchungaji hapa. Kuna maneno mazito umetoa. Unajua mimi nafuatilia sana mambo ya Mwenyezi Mungu. Na umeambia watu wawache kuwa na uoga, waingie ndani. Kwa sababu mahali tumefika sasa, vita zinaletwa ndani ya kanisa. Wamama wanapigwa, watoto wanapigwa, na hiyo inamaanisha ni watu ambao hawaamini Mwenyezi Mungu, wanataka kutumia mabavu ili waweze kutawala wananchi wa Kenya. Mimi nitawaambia kwa wale ambao mnasoma Biblia. Kuna hadithi, sijui ni Peter ama ni nani, lakini sio kama nimekosea. Wakati Yesu alikuwa anazunguka na watu wake, wale wafuasi wake, disciples wake, kuna mahala walipata purukushani. Na katika hali ya nivute nikuvute, disciple mmoja alitoa kisu, upanga, akakata masikio jamaa. Ni Peter, si ndio? Na kwa hivyo sijakosea sana. So Peter alitoa kisu akakata masikio. Ile masikio ikaanguka chini. Sikio, Yesu akasema, akaichukua, akaregesha sikio, lakini hakumwambia Peter tupa hiyo panga. Alimwambia rudisha mahali ya. Umenielewa? Sikio limekatwa, imeanguka, Yesu amechukua, ameiregesha, lakini amesema panga irudishwe mahali ya. Todo kwenda kaida kaharo neguru. Sio irudishwe mahali yake. Na mimi nataka kuwaambia, kwa sababu sisi hatusemi mtembee na panga. Kwa ufupi tunawaambia kura muweke mahali yake. Ukitaka kupambana na panya, wajua panya anakula kila kitu. Ukitaka kupambana na panya, usizibe tundu yake, ile tundu panya anapita ndani, usizibe na mkate. Kwa sababu atakula, si namna hiyo? Kwa hivyo hii tundu ya panya ambayo ametusumbua, tuzibe na kura. Uko tayari kuchukua hiyo kura? Na mimi nimejitolea. Ukiona sasa vijana kama sisi tumeanza kutoka, na mimi nawaambia kufikia mwezi wa 6 mtaona vile watu watakuja. Kwa sababu tunasimama upande wa haki, upande wa watu. Nimeona hapa Gema imejipanga. Na mimi naenda kupanga Pwani. Na kule mimi niko na wakora, lakini najua dawa yao. Niko na wakora ambao wako na mambo mengi. Na mimi nataka kuwahakikishia nyinyi mkifinya upande hii, mimi nitafinya coast yote. Nitaanzia kule Lamu, Lungalunga, Kwale, Taita Taveta, Mombasa. Na sasa safari hii tumejitolea, kwa sababu mimi nimekimbia siasa kidogo, nilikuwa nimefanyiwa upasuaji mara 3 ya magoti. Kama mimi naweza kuja hapa naumwa na magoti sijapona bado, tunaanza vuguvugu la 3. Nyinyi ni nani muogope hii vita? Jela ni ya wanaume, lakini hii Kenya tutaikomboa. Mimi sijaona udhalimu mkubwa katika miaka 3 ambayo imefanyika. Vitu zote zinaenda shagala bagala. Wizi umezidi. Mauaji ya kiholela yamezidi. Ubinafsi umezidi. Kenya imekuwa mali ya mtu mmoja. Na ni lazima sasa tusimame. Mimi niko hapa, nimechaguliwa na UDA. Lakini siwezi kaa mahala ambapo dhulma inafanyika nikose kupaza sauti yangu na kusema hii ni dhulma, wachana nayo. Kwa sababu hatutaogopa tena. Tuko na watoto, kuna vizazi vijavyo vinataka kusonga mbele na hii nchi. Hatuwezi achilia hii nchi iharibike. Wanasema Rigathi Gachagua ni mkabila. Wewe ukiangalia hizo liko hapa mbele, kuna ukabila? Ile demo Gikuyu. Si mimi natoka Coast. Mimi ni mtu wa Pwani. Sasa ukisema Kalonzo anatembea na Wakamba, Rigathi Gachagua anatembea na Kikuyu. Kwani mimi ni Mkamba? Tunatembea pamoja kwa sababu tunajua hii vita
Tukiachana dakika moja hatutashinda. Waswahili wanasema aliye juu. Hawa Waswahili walikufa, wachana nao. Sasa mimi ndio nasema aliye juu mpandie juu, toa yeye leta hapa chini. Si namna hiyo? Sasa tuko na hao viongozi wote hawa mbele yetu, na nimeona hata wamefanyiwa maombi hapa, wameambiwa washikane, wakuwe kitu kimoja, watoe mtu mmoja. Niyo na ilikuwa ni muno mothe tondole wale ke modo mothe mali akwenda kuigua na ndelekio muno mutuhoere na mutigetigire mundu wa Ngai ndetigagira. Niguo, asanteni sana na Mungu awabariki.